Sasa mwanawane, moja ya mambo ambayo nimekuwa nikiulizwa ni watu wanapataje pesa, especially wakulima. Inawezekana wewe mkulima kama mimi lakini haulimi mpunga, wewe unalima ndizi na mara zote unakula hasara kwenye ndizi. Watu wanajiuliza wengine wanafaidikaje na biashara ya ndizi kwa mfano. Nataka nikupe siri leo, utakuja unishukuru. Wewe mfanya biashara ambaye ni mkulima wa ndizi. Uko zako Tukuyu, sijui uko Moshi, unalima ndizi na unapataka hasara kwenye ndizi. Twenzetu. Sasa leo nimekuleta eneo ambalo wako watu wanapata hela kwenye viwango ambavyo mnajiulizaga wanapataje pesa. Niliwahi kukusimulia kwa habari ya container za namna hii ambazo container za namna hii nilikwambia zina freezer ndani. Sinikusimulia hiyo. Sasa leo wafanyabiashara wote unaowajua wanafanya vizuri kwenye biashara, hawafanyi biashara kwa kubeti. Sasa nataka nikuonyeshe hizi container tena. Kwa mfano, container kama hii inatumiwa na wafanyabiashara wanaofanya biashara ya ndizi za kuiva. Zinahifadhiwa kwenye container kama hivi. Biashara ya kusubiri ndizi iivie kwenye mkungu alafu ndio uzivune uzipeleke sokoni, wengi wanapata hasara. Kwa mfano, unaweza kupakia ndizi ambazo hazijaiva kwenye container, safari ya kutoka mkoani hadi kuja Dar es Salaam, lolote likatokea hapo njiani, ndizi zikaiva mpaka zikaharibika, umepata hasara. Hizi ndizi zimeshakomaa, hizi ndizi zinasubiriwa kuiva, lakini kusubiri ndizi kama hii iivie kwenye mkungu ni riski kwa mfanyabiashara. Kwa nini? Hii itakuwa imeiva tayari, hii bado haijaiva, ile imeiva tayari, ile bado haijaiva. Ili upate mzigo wote ukiwa umeiva kwenye shamba moja, unaweza ukapata hasara. Kwa nini? Kwa sababu iliyoanza kuiva itakuwa inaharibika wakati inasubiria nyingine. Zinavunwa zikiwa kwenye hali hii, zinahifadhiwa kwenye container hii kwa siku 4 au kwa siku 5. It depends na uivaji unaotaka iive kwa namna gani. Halafu utakapozitoa hapa, unazitoa zote zikiwa zimeiva. Unapoenda kwenye masupermarket unakutana na ndizi ambazo zote zinafanana kuiva kwake, hazijaivia kwenye mkungu wa ndizi. Zinahifadhiwa kwenye container kama hii iliyosetiwa kwenye kiwango ambacho tunahitaji ziive kwa muda gani. Halafu ukizitoa hapa, heshima. Kuna wakati tulipata changamoto wakulima, wakati soko lilisumbua kidogo la kuingiza mazao ya Tanzania kwenye nchi ya jirani. Tuliona baadhi ya clip mazao yakiwa yameharibika. Kuna mtu alikuwa na ndizi zilikuwa zimeharibika. Mimi ninakupa suluhisho la kuhakikisha bidhaa yako haiwezi kuharibika. Ukiwa na 40 feet container ya namna hii au 20 feet container ya namna hii, hakuna kilio cha ndizi imeharibika, sijui ndizi imeoza, sijui ndizi imefanya nini. Kwa nini? Kwa sababu hii chuma ilipo hapa, unaweza ukaiinua ukaipakiza kwenye container, ukaitafuta South Africa na ndizi ikafika kwenye kiwango hiki hapa. Ni uelewa tu. Ndio maana tuko hapa kuongezeana maarifa ili mtu au mkulima wa Tanzania asipate hasara wakati Harrods Container wako kwa ajili yako mwanawane. Usitafute maombi uende kuombewa ili ndizi zisioze. Wewe nenda tu Harrods Container, chukua container, weka mzigo wako, safirisha, goma likiwa linaunguruma namna hii. Nataka nikwambie nchi yote unatoboa na ndizi ikiwa kwenye kiwango bora cha kimataifa. Mimi kazi yangu ni kukupa good news. Chukua hatua mwanawane, tukutane kileleni.